sana wale mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao na wale ambao tuko hapa kanisani. Ni siku 3 za maombi ya kufunga kulia mbele za Mungu. Na tutaendelea na maombi mpaka siku ya Ijumaa. Tumeanza leo, tutaendelea mpaka siku ya Ijumaa. Mchana unatamani tutafakari maandiko haya kabla tujaingia kuomba. Andiko la kwanza ni Waebrania 4:16. Waebrania 4:16. Waebrania 4:16. Waebrania 4:16, Biblia inaandika maneno haya: basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Anazungumza kitu ambacho tunapoenda mbele za Mungu kuomba, maanake tunapokaribia kiti cha neema kwa njia ya maombi, kitu cha kwanza tunapewa rehema. Ndivyo anavyotuambia, tunakikaribia kiti cha neema tunapewa rehema. Neno rehema maanake hata kama kuna makosa ambayo kabisa tunastahili adhabu, hayo makosa yanafutwa. Alafu tukishapewa rehema, Biblia inasema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Na hiki kiti cha neema kinachozungumziwa ni Yesu. Kama kiti cha neema ni Yesu, tunavyoenda mbele zake kuitia msaada wake, kwanza tunapewa rehema. Maanake hata kama kuna makosa ambayo kwenye ulimwengu wa roho yanadai tusipewe msaada, kitu cha kwanza kinachofanyika, yale makosa tunasamehewa. Kwa nini? Kutokea ndani tumeamua kutafuta uso wa Mungu. Lakini kitu cha pili tunachopewa, tunapewa neema. Hii neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hii ni neema maalum. Ni neema maalum inayokuja kutusaidia wakati wa mahitaji. Mahitaji gani? Mahitaji tulionao kama mtu mmoja mmoja, mahitaji tulionao kama kanisa, mahitaji tulionao kama taifa. Kwa hii neema ni neema ambayo iko maalum. Mtu yote anayekaribia kiti cha neema akishapewa rehema, kuna hii neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunapewa hii neema. Kwa nini ni muhimu kuomba hichi kitu mbele za Mungu? Wakati wa kumaliza mwaka na kuingia msimu mwingine ni msimu mpya. Na kwa sababu ni msimu mpya, pasipo rehema na neema za Mungu hatuwezi tukavuka. Kwa nini? Wakati tunaomba neema na rehema za Mungu zikitubeba wakati tunavuka lango, kuna vitu ambavyo Mungu atatusaidia kuvifanya. Kwa nini? Maono na vitu vingine vilivyoko mbele yetu haiwezekani na hatuwezi tukatoboa kama rehema za Mungu na neema za Mungu haziko pamoja na sisi. Na ndio maana ukisoma habari ya Bartimayo kipofu, unaweza kaandika ile andiko. Hatutalisoma kwa sababu ya muda tulionao, lakini unaweza kaliandika. Andiko la Marko 10:47. Marko 10:47. Marko 10:47. Ukifika nyumbani unaweza kusoma. Ukisoma ile andiko ni habari za Bartimayo kipofu. Bartimayo kipofu alikuwa anaingia kwenye msimu mpya, na msimu wake mpya ameishi kwenye maisha ambayo haoni. Kwa hiyo ukimuuliza Bartimayo kuona ndo kuna kuaje, hajui kwa sababu hajazoea huo mfumo wa maisha. Ghafla Yesu akapita, akasikia kwamba Yesu anapita. Alichojua ndani yake, alijua kwamba rehema za Mungu zinaweza kubadilisha maisha yake. Na ndio maana Bartimayo kipofu anaita, anasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Kwa nini anaita Yesu mwana wa Daudi unirehemu? Anajua kabisa kuna rehema za Mungu ambazo akiziitia, zikija, maisha yake hayawezi yakabaki kama alivyo. Kwa nini? Ilikuwa ni msimu mpya. Ameishi kwenye maisha ya kutokuona. Kwa hiyo Bartimayo kipofu haelewi maana yake nini kuona. Na ghafla Yesu amepita, amesikia kwamba Yesu anapita. Akasema haiwezekani. Namna nyingine kwenye moyo wake Bartimayo kipofu anajaribu kusema, misimu mingi imepita, nimetembea kwa namna ambayo ni ya kawaida. Saa hii hapana. Lazima niitie rehema za Mungu. Na ndio maana unamwona anapaza sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Kwa sura nyepesi anaita rehema za Mungu, nihurumiwe. Kama kuna kitu ambacho hakiko sawa, mbingu ninaomba zifunguke zinifanyie msaada. Kilichotokea nini? Yesu akamsaidia, lakini aliziitia rehema za Mungu.
Tunahitaji kuitia rehema na neema za Mungu kama taifa kipindi tunachopita, kama kanisa la Tanzania, kama familia moja moja, ili tupate msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani tuingie mbele za Mungu katikati ya malengo ulio nao. Ninajua kila mtu ana malengo na naamini tulishayaleta wote. Kama hujayaleta unaweza ukayawasilisha. Tuna chombo maalum ambacho kinaweka malengo na maono yote. Kuna kitu ambacho Mungu amekusemesha na unatamani kuona tunaombea mpaka kinatokea. Tuna chombo ambacho ni maalum kwa ajili ya kuweka maombi. Kama hujaweka unaweza kaandika. Katikati ya vile vitu ambavyo Mungu amekusemesha, twende mbele za Mungu tuombe rehema za Mungu. Tuombe neema za Mungu. Neema inakuja kukupa kitu ambacho kwa hali ya kawaida huwezi kupata, ila neema za Mungu zinakupa. Mariamu ametembelewa na malaika, anaambiwa salamu liyepewa neema. Tafsiri yake ni kwamba huu ni msimu mpya. Kuna neema mpya umepewa. Maana kila msimu mpya unadai neema mpya. Alafu Mariamu alivyogundua anasema salamu hii ni ya namna gani? Maana aina ya salamu ilikuwa inamtambulisha kwamba kuna neema ya tofauti kwenye majira haya mapya unahitaji ili kubeba vitu vilivyo mbele yako. Alafu angalia kitu anachouliza, anasema litakuwaje neno hili? Anasema kuna nguvu za Mungu zitakazo kushukia. Kwa neema ya Mungu, moja ya kitu inakuja nacho, inakuja na nguvu za Mungu zinazokufunika. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu ameweka, maono ambao ukijiuliza hauoni atakuwaje. Ila kazi mojawapo ya neema za Mungu zinakuja na nguvu za kukusaidia. Kuna maono ambayo yako mbele yako na haujui atakuwaje. Na inawezekana adui ameanza kukuambia haya maono ni makubwa kuliko wewe. Uhalisia ni kwamba kama maono sio makubwa kuliko akili yako, hao ni maono ya kwako. Sifa kubwa ya maono ya kimungu yanakuwa ni makubwa kuliko akili ya kwako. Kwa nini? Ili rehema na neema za Mungu zikusaidie. Kwa sababu kama utakuwa na maono yanayolingana na namna yako ya kufikiri, neema na rehema za Mungu zina kazi gani? Kwa lazima maono yawe makubwa kiwango ambacho wewe mwenyewe ukitafuta kulia na kushoto huoni namna unaweza kaendea. Na hiyo itakusukuma kwenda mbele za Mungu kuitia rehema na neema za Mungu za kukusaidia. Kwa katikati ya maono yale ulionayo, malengo ulionayo ya mwaka ujao, natamani tuende mbele za Mungu. Omba rehema, omba neema za Mungu. Zikusaidie, zitusaidie kama mtu mmoja mmoja, kama familia, kama taifa, ili tuweze kuvuka hapo. Haleluya. Ninaomba usimame, tutaingia kwenye maombi. Omba rehema na neema za Mungu. Rehema na neema za Mungu zitufunike au zitusaidie kwenye lango hili la kuelekea 2026. Tutaimba wimbo wa kiti chako cha rehema. Ni tenzi namba 10, usinipite Mwokozi. Tutaimba chorus yake alafu tutaingia kwenye maombi. Chorus ya usinipite Mwokozi alafu tutaingia kwenye maombi. Yesu, Bwana, Mwokozi wangu, Bwana, kiti chako magoti, Bwana, ita Yesu, Bwana,
Mwokozi wangu. Bwana, nenda mbele za Mungu kwenye maombi. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunakikaribia kiti chako cha rehema, tunakikaribia kiti chako cha neema. Bwana, 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 tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Mungu uliye hai, tunaomba rehema, tunaomba rehema katika eneo lolote lile ambalo Bwana, kwenye ulimwengu wa roho, kwa namna yetu ya kuwaza, kwa namna yetu ya kutenda, kwa namna yetu Bwana ya kunena, haujapendezwa na sisi, haujapendezwa na sisi. Tunakikaribia kiti chako cha neema. Tunaomba uturehemu Bwana, tunaomba uturehemu Bwana, tunaomba uturehemu Bwana. Rehemu makosa yetu, rehemu dhambi zetu, rehemu uovu, rehemu mashtaka yoyote Bwana yaliyosimama kinyume chetu, yanayoweza akatuzuia Bwana kuleta hoja tulizo nazo mchana wa leo mbele zako. Tunaomba rehema, tunaomba rehema. Turehemu Yesu, turehemu Yesu, turehemu Yesu, kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako ya thamani. Turehemu, 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 turehemu Yesu, turehemu Yesu. Rehemu mioyo yetu, rehemu mioyo yetu, rehemu nia zetu, rehemu nia zetu, rehemu dhamiri zetu. Yesu turehemu, Yesu turehemu, 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 turehemu Bwana, turehemu Bwana. Tumepiga Bwana kwenye kiti chako cha neema, tumekijia kiti chako cha neema. Tunaomba Bwana uturehemu, tunaomba Bwana uturehemu. Turehemu kama mtu mmoja mmoja, turehemu kama familia moja moja, turehemu kama kanisa lako la Tanzania, kama kanisa lako la Tanzania. Yesu, unapotazama mtu mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja katikati ya kanisa la Tanzania na hauoni kufurahishwa naye, Yesu turehemu. Unapotutazama kama kanisa la Tanzania na hauoni kufurahishwa, na hauoni kufurahishwa, Yesu turehemu. Turehemu kama taifa la Tanzania, kama taifa la Tanzania. Turehemu Bwana, turehemu Bwana. Rehemu jambo lolote unalolitazama ndani ya taifa, ndani ya taifa na haufurahishi nalo, na haufurahishi nalo, na haufurahishi nalo. Yesu rehemu, Yesu rehemu. Rehemu damu zilizomwagika, damu zilizomwagika ndani ya ardhi ya Tanzania, ambazo zinatoa sauti za kisasi kwenye ulimwengu wa roho. Yesu, tunaomba rehema kwako, tunaomba rehema kwako. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako tunaziitia mchana wa leo, tunaziitia mchana wa leo, tunaziitia mchana wa leo. Hatuwezi pasipo rehema zako, hatuwezi pasipo rehema zako. Kila Bwana kinachotuzuia kwenye maisha yetu tusipige hatua, tusipige hatua. Mungu liye hai, Mungu liye hai, chenye uhalali wa kuzuia, yawe ni maagano, yawe ni maagano yaliyowekwa na waliotangulia, yawe ni maagano tulioweka wenyewe kwa kujua au kwa kutojua, yanaozuia tusipige hatua, tusipige hatua, yanaozuia tusiende 2026 kwa ushindi. Tunaomba rehema kwako, tunaomba rehema kwako. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Na utujalie neema, na utujalie neema ya kutusaidia, ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unasema kwenye neno lako tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yesu, tunaitia hiyo neema, tunaitia hiyo neema, tunaomba hiyo neema, tunaomba hiyo neema, tunaomba hiyo neema katikati ya maono yaliyo mbele yetu, yale malengo yaliyo mbele yetu 2026, 2026. Yesu, tunaomba neema yako, tunaomba neema yako, tunaomba neema yako, namna ya kuyatekeleza, namna ya kuyatekeleza. Bwana, maono yaliyo makubwa kuliko akili zetu, hatujui Bwana namna tunaweza tukayatekeleza. Tunaomba neema yako, tunaomba neema yako, tunaomba neema yako itufunike mchana wa leo, itusaidie, itusaidie. Neema ya kwako iliyomfunika Mariamu, iliyomfunika Mariamu, ukamwambia salamu, uliyepewa neema, uliyepewa neema, uliyepewa neema. Bwana, tunaomba mchana wa leo,
Tunaomba mchana wa leo hiyo neema yako itufunike, ifunike mtu mmoja mmoja, ifunike familia moja moja, ifunike kanisa la Tanzania, ifunike taifa la Tanzania. Bwana, mahali tusipojua tunavukaje, ile namna Mungu aliye hai ya kuendea maono yaliyo mbele yetu, hatujui tunaendaje, lakini tuna uhakika na neema yako, tuna uhakika na neema yako. Ndani ya neema yako kuna nguvu ya kuyaelekea maono ulioweka mbele yetu. Tunaitia hiyo neema ipite kwa kila mmoja mmoja kwenye maono ya biashara uliompa huyo mama. Hiyo neema imsaidie kwenye maono ya huduma uliompa mtoto wako. Neema yako ipite katikati, Bwana, ile mipango ulioweka mbele yetu kuiendea 2026. Yesu, tunaita neema yako itufunike. Neema yako itangulie mbele 2026. Neema yako ifunike miezi yake, ifunike siku zake. Bwana, yale maono makubwa ulioweka ndani ya mioyo yetu, neema yako itusaidie namna ya kuyatekeleza ile mikakati iliyo bora itokayo kwako. Tunaomba neema yako ifunue hiyo mikakati, Bwana, yale mahitaji yaliyopo ili kuendea maono ulioweka. Bwana, tunaomba neema yako itusaidie. Mahitaji mengine ni mahitaji watu. Bwana, kila watu tunaowahitaji katikati ya maono uliotupa, tunaomba neema yako iinue hao watu mahali popote walipo. Bwana, neema yako ilimwinulia Mariamu Elizabeti. Mungu aliye hai, katikati ya kutimiza maono ulioweka ndani yake. Yesu, tunaomba mbele zako neema yako iinue aina ya watu tunaowahitaji kutoka kwako ili kuendea kesho iliyo kubwa ya 2026. Bwana, mahitaji mengine ni ya kifedha. Tunaomba Bwana kwenye kiti chako cha neema, tusaidie kwa kadiri ya utajiri wa neema yako, utufanyie msaada, umsaidie huyo mama, umsaidie huyo baba, umsaidie huyo kijana, isaidie hiyo familia katikati ya malengo walioandika kuelekea 2026. Bwana, ambao ni makubwa kuliko namna wanavyowaza. Mungu aliye hai, wewe ambao unasema akili zako Bwana hazichunguziki, Mungu aliye hai, tunaomba kwa hiyo neema utusaidie. Wewe Mungu ambaye njia zako ni za tofauti. Unaweza ukafanya hata mito jangwani, unaweza ukafanya mito hata jangwani. Tunaomba hiyo neema ifunike watoto wako, imsaidie mtoto